Ni makofi na vigeregere. Kwa taarifa nilionayo tayari bwana harusi amekwisha kufika. Yuko salama, yuko vizuri, amependeza. Naomba basi popote ulipo bwana harusi wetu, naomba usogee hapo pamoja na msafara wako tuweze kukuruhusu kuingia kanisani ili tuweze kuendelea na ratiba zingine. Naomba bwana harusi popote ulipo, naomba uje. Na kipindi anakuja bwana harusi nitaomba tusimame. Na usimame kwa tabasamu nzuri kabisa, kwa tabasamu la upendo, kwa tabasamu la kimbingu. Jamani vigelegele kwake. Play amependeza. Play ulioko na mfahamu hapo nyuma sio yeye tena. Ni Play mwingine kabisa. Yuko very comfortable. Wanapenda kuzungumza Kiingereza kwenye matukio kama haya. Naomba bwana harusi Play, naomba uje na msafara wako. Achia mziki namna hiyo. Jamani vigelegele. Aha. Play. Baba yangu wa mbingu, wapenye mweno na mimi nikutumie. Jamani tupunge mkono namna hii kuonesha alama ya upendo. Twende nani kama Play. Twende kazi yangu wa mbinguni. Baba yangu wa mbinguni. Baba yangu wa mbinguni. Yesu yangu wa mbinguni. Twende fanye kazi yako. Baba yangu wa mbinguni. Baba yangu. Yesu wangu. Baba. Hakika Play amependeza. Alishawahi kutabasamu. Hata nikimwambia kupunga mkono hata kupungia kama alivyokuwa anapunga zamani. Habari yako bwana? Angalieni ninyi wenye Play wapungie mkono watu wa Mungu namna hii. Unaona Jamani makofi na vigeregere. Jamani vigeregere havitoshi, vigeregere vingi jamani. Jamani makofi na vigeregere vingi. Bibi harusi popote alipo naye asogee hapo ili tuweze kumruhusu naye aingie, taratibu ziendelee. Jamani makofi na vigeregere kwa bibi harusi wetu. Nataka tu niwaambie kwamba Miss Edita mliokuwa mnamfahamu leo amekuwa na rangi fulani hivi kama rangi ya chocolate. Leo yuko vizuri. Leo amependeza. Wote mnaishia huko. Jamani nendeni kumnapiga vigeregere. Wa mama nendeni kumnapiga vigeregere vingi. Aha. Nafikiri hatuwezi kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nauliza mkutano huu na ibada hii ya harusi, ni nani aliyemleta Edita Joakimu ili afunge ndoa leo na Play Kombe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mimi Alphonse Peter nimemleta Edita Joakimu aweze kuolewa na Play God Kombe. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa kibali. Hebu tumshangilie Mwokozi. Basi wakati huu ni vizuri sasa tumruhusu Play Kombe na msindikizaji wake waweze kuondoka mahali walipo ili kufika kule ambako Edita yupo, na hawa ndio watakao tudhibitishia kwamba ni Edita kweli au namna gani. Maana Yakobo alibadilishiwa asiwe na Play amebadilishiwa. Akifika sasa akikuta ni yeye atatupungia mkono, ishara ya kwamba huyu ndiye. Kama hatutaona
Bwana Yesu asifiwe. Aona play amefika mahali ambapo Edita yupo. Sasa tutampa kibali cha kumfunua ili amuone kwamba ndiye au namna gani. Ndiye, nimeona menyosha mkono huko na tabasamu. Aise, haya ni yenyewe kabisa. Basi nitawaruhusu kuja madhabahuni ili tuweze kuendelea na ibada hii ya kufunga ndoa. We call you Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. We call you Jehovah Eloi, Jehovah Eloi. Let me tell you this circle, I call you Lord, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. I call you Jehovah Swagger. Jamani, vigelegele wapi jamani? I call you Jehovah Bashiri, Osolo Bashiri. Yeye anatabasamu nzuri. Aha. Tunamshukuru Mungu kwa wakati huu. Tutawaomba wakae tuweze kuendelea na ibada. Baba Mungu mfalme, tunaomba mkono wako uifunike ibada hii. Neema zako na baraka zako zifunike ibada hii, na Mungu wetu uweze kusema na mioyo yetu na maisha yetu katika ibada hii, kama ulivyosema kwa kila tunalolifanya kwa neno au kwa tendo tulifanye katika Kristo Yesu. Bwana Yesu, asante, maana wewe upo katikati yetu kama jinsi ulivyoahidi, wanapokusanyika wawili watatu kwa jina lako Baba upo. Na shukuru, kila mmoja mhudumie kwa ushindi mkuu utokao kwako, katika jina la Yesu Mwokozi tumeomba, amen. 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 Naomba mtu wa Mungu uwepo tupate maelekezo kidogo kuhusiana na mambo ya ndoa, halafu baadaye tuweze kuifungisha ndoa hii. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mimi Mungu ametuweka kuwa mashahidi kwa ajili ya ndoa hii takatifu ya Play pamoja na Edita, vijana ambao wametembea na Mungu katika maisha yao, na leo wametupa heshima hii ya kutukusanya. Tumekusanyika kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni ushuhuda ambao hautaondolewa katika maisha yao na katika maisha yetu sisi ambao tumeshuhudia. Ni neema ambayo Mungu ametujalia. Amen. Sema amen. Kwa hiyo tusome maneno ya Mungu katika kitabu hiki, kitabu cha Waebrania. Waebrania tunasoma sura ya 13 mstari wa 4. Ndoa na iheshimiwe na watu wote,
na marazi yawe safi. Kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Mwokozi, bariki neno hili, useme nasi kwa utukufu wako. Najiweka wakfu mikononi mwako, chini ya neema yako takatifu, katika jina la Yesu Mwokozi, amen. Amen. Tumesoma maneno haya katika kitabu hiki cha Waebrania. Waebrania ni taifa la Mungu, ni kabila takatifu, watu wanaomcha Mungu. Mwandishi wa kitabu hiki hakupenda kujifunua, kwa sababu wakati wa uandishi kulikuwa na shida ya dhiki katika kanisa. Kwa hiyo kuna nyaraka za watumishi wa Mungu zilizokuwa zinapingwa ili zisiandikwe zikasaidia watu. Kwa hiyo huyu hakuona vyema aweze kuandika majina yake. Wengine wanasema inawezekana ni Paulo, lakini wengine wanasema inawezekana ni miongoni mwa wanafunzi wa Paulo ambaye ndiye aliyeandika kitabu hiki cha Waebrania. Maneno yake ni maneno ya kipekee yenye kusaidia jamii katika maisha yao. Sasa tunaposoma mstari mojawapo katika sura hii ya 13, anasema ndoa iheshimiwe na watu wote, lakini marazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atahukumia adhabu. Maneno haya yanahusu watu wanaomcha Mungu, watu wanaomwamini Mungu, ambao Mungu ni Mungu wao. Ndio ambao maneno haya yanatoa maelekezo. Kwa nini yanatoa maelekezo kwa ajili ya watu wa Mungu? Kwa sababu watu wa Mungu ni taifa takatifu ambao Mungu anawataka wawe na neema zake za kimungu. Yaani wanapokuwa wameanzisha maisha, wawe watu bora, wawe watu walio na afya nzuri, wawe watu walio na uzao mzuri, kwa sababu ya neema ambayo Mungu ameiachilia ndani ya maisha yao. Ndio maana Mungu anakataza uasherati. Ndio maana Mungu anakataza uzinzi. Uasherati ni roho ambayo ikimkamata mtu inamtesa. Hata kama ameoa, roho ya uasherati ikimkamata inatesa. Kwa sababu roho ya uasherati ni roho ya mwanamke au mwanaume anayetamani wasichana au wavulana. Hiyo ni roho ya uasherati. Lakini tendo la uzinzi ni mwanamke kumwacha mume wake na kwenda kulala na mwanaume mwingine, au mwanaume kumwacha mke wake na kwenda kulala na mwanamke mwingine. Hilo ni tendo la uzinzi ambalo Mungu katika maagizo yake juu ya watu wake anakataza. Kitu hicho ni mwiko, kitu hicho ni marufuku. Yesu asifiwe. Itika kwa afya basi. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kama upo na mimi nipungie mkono wako namna hii. Sasa Mungu ameweka siku moja atakayohukumu
waasherati wote na wazinzi wote, Mungu ameweka siku hii moja atakao wahukumu waasherati wote na wazinzi wote. Mungu atawahukumia adhabu isiyokwepeka. Unaweza ukamkwepa mume wako, unaweza ukamkwepa baba yako, unaweza ukamkwepa mama yako, unaweza ukamkwepa mchungaji, unaweza ukamkwepa jirani, lakini Mungu hakwepeki. Na ndiye ameshikilia hukumu kwa ajili ya muasherati na mzinzi. Sasa kama ni muasherati na ni mzinzi, dawa ni kuamua kuokoka. Ukiamua kumpa Yesu maisha yako, Yesu akawa Bwana na Mwokozi, anaiondoa hiyo roho ya uasherati ndani yako, anaiondoa hiyo roho ya uzinzi ndani yako. Ikisha kuondoka, unamcha Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na ushirika na Mungu, kwa sababu Mungu anapotuma maneno yake kwetu, anataka yatusaidie, sio yatuangamize, sio yatuhukumu. Kwa hiyo tunaposoma haya maneno, tunahitaji yatusaidie hizi roho za uasherati na uzinzi zisitawale maisha yetu, kwa sababu zinaleta hukumu juu ya maisha yetu. Kwa hiyo Mungu anatupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapenda vijana wa kiume, anapenda vijana wa kike, anawapenda wa baba, anawapenda wa mama, hapendi mtu yoyote apotee. Kwenye mstari huu umezungumzia mambo haya mawili. Bwana asifiwe. Lakini jambo la mwisho anaonyesha hukumu kwa ajili ya mtu anayefanya mambo haya mawili, uasherati na uzinzi. Biblia inazungumza habari hizi, lakini habari za ndoa, kuna ndoa za aina nyingi, lakini hii inazungumzia kuhusu habari ya ndoa takatifu. Bwana asifiwe sana. Ndoa inayomheshimu Mungu. Sasa inawezekana uko hapa ulifanya ndoa ya kienyeji au ndoa iliyo kinyume na mpango wa Mungu ya kupurana usiku. Bado neema ya kutubu ipo na kusahihisha. Wengine wao wanasema kuchemusha kiporo. Kama mlichukuana tuki ya aina, mmeshakuwa hata na waijukuu. Niliona siku moja kwenye mtandao, bibi mmoja na babu wakafunga ndoa. Nikasema hii ni kweli kabisa hii. Wanaona wasiende kwa Mungu, wana deni. Ni vizuri walimalize deni wakiwa wangali duniani. Kwa hiyo kutengeneza na kusahihisha mwenendo wa maisha yako bado ni kiroho sana. Bwana asifiwe. Sijui kama naeleweka. Wangapi wanaelewa ninachokisema? Basi mwambie jirani yako, kutengeneza maisha yako ya ndoa bado uko duniani ni nzuri. Mwambie jirani yako. Kama baba uko hapa au mama uko hapa, ukirudi huko mwambie mwenzako kwamba ni muhimu kuondoa kasoro, kwa sababu Mungu anatupenda, hapendi mtu yoyote apotee. Kwa hiyo tufanye hivyo, Mungu atakuwa Mungu wetu. Amen. Amen. Tunashukuru kwa ajili ya vijana wetu hawa ambao wametukusanya. Sasa leo wanaenda kuunganishwa katika ndoa hii takatifu ambayo mtumishi wa Mungu huyu anasema iheshimiwe na watu wote. Ndoa ni kitu muhimu, maana ni taasisi iliyoanzishwa na Mungu mwenyewe
Kwa hiyo ni mpango wa Mungu. Mtu anapokuwa ameingia katika jambo hili katika mpango wa Mungu. Sasa hawa vijana wetu wamelifanya katika mpango wa Mungu. Maana wametembea maisha ya ujana, umri ulipofika wakaona ni vyema sasa walianzisha. Na leo wametukusanya mbele za Mungu na mbele za wazazi wao na mbele za majirani na jamii na wafahamu. Jamani, ni heshima kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni heshima kubwa ambayo wanastahili kubarikiwa. Na mimi naamini leo ni siku ya pekee, kwa sababu unasikia play, Biblia inasema pataye mkapata kitu chema. Halafu jambo la pili, anapata kibali kwa Bwana. Yaani na mimi mchungaji ni shahidi kwa kupata kwako kibali kwa Bwana. Amen. Ni nzuri sana. Yaani hii ni aina yake. Bwana asifiwe sana. Na ninaamini hawa wote ni watoto wangu. Huyu Edita ni mtoto wangu. Namfahamu sana. Play namfahamu sana. Ni watu ambao wanamcha Mungu. Siamini kama kesho mtakosa ibada halafu mwanze kuumana meno. Siamini hilo. Yaani hilo siamini kabisa. Naamini mtajenga msingi mzuri. Sawa? Kumheshimu mume wako. Naona kumheshimu na kumtii. Lakini play mpende sana huyo mke wako. Unaona uso wake ulivyo? Yaani unang'aa, hauna hata ka Kwa hiyo sasa kumtunza. Ndio maana maandiko yanasemaje? Utaacha baba na mama, utaambatana na mke wako. Ukiacha kuambatana ukaambatana na baba na mama, unaondoka kwenye neno. Lakini kuambatana na mke wako sio maana uwachukie baba na mama. Haina maana hiyo. Yaani baba na mama unawapenda na kuwasitahi kama wazazi, lakini moyo wako kwa mke wako. Bwana asifiwe. Na hawa wazazi wenu wanapokuja haitakiwi muwagawe. Muwafanye kitu hiki kimoja. Sasa jaribu linapokuja la ndoa, usikimbie ndoa yako. Sawa wanandoa? Usikimbie, kwa sababu Biblia inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu akisitenganishe. Na hata kama umeshajiunganisha mwenyewe na mume wako, basi kwa kuwa umejiunganisha usijitenganishe na mume wako. Au usijitenganishe na mke wako. Si mmeshakubali kuwa kitu kimoja? Kwa hiyo ni kukabiliana na majaribu. Ni mwiko kusema naenda kwetu. Ni mwiko kusema nenda kwenu. Ni mwiko. Kwani wakati anakuja kwao si palikuwepo? Lakini akatoka kwao akaja. Kwa hiyo ni mwiko kusema nenda kwenu au naenda kwetu. Ni mwiko. Sijui nikisema hivyo naeleweka? Bwana asifiwe. Mume wako aliwahi kukuambia hivyo kama nenda kwenu? Yaani kama alikuambia hivyo alikosea. Na wewe kama uliwahi kumwambia mume wako naenda kwetu, hakuna kwenu tenu kishaolewa. Kwenu ni hapo ulipo. Kule unaenda kutembea. Bwana asifiwe. Alafu mimi katika kushauri, Bwana asifiwe, usipende kwenda kwenu peke yako bila mume wako. Usipende kwenda kwenu bila mume wako. Bwana asifiwe.
Usipende kwenda kwenu bila mume wako. Sijui kama naeleweka. Yaani unapoenda na mume wako unaenda na heshima zote. Lakini ukienda peke yako, hata wahuni wa huko kwenu wanaanza kusema amerudi Masimbe, kumbe umeenda kusalimu. Lakini ukienda na mume wako, wote wanaheshimu. Anasema mtoto wa fulani amekuja, na liume lake wameshasitawi siku hizi. Yaani na wewe unajisikia kupanuka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni heshima mume na mke kuambatana kwenda ukweni, na kuambia hata kama kuku haipi tatafutwa. Lakini ukienda peke yako au unakula karanga tu. Jamani, mchungaji yuko sawa? Kwa hiyo utaratibu ni kitu cha muhimu, lakini kumpenda Mungu ni nafasi ya kipekee itakayostawisha maisha yetu na ndoa zetu. Kumpenda Mungu na kumcha na kumtumikia ni vitu ambavyo ni msaada katika kuimarisha usitawi na mafanikio katika maisha yetu. Amen. Wapendwa, Mungu aliye haya wabariki. Baba Mungu, asante kwa maneno machache ambayo tumeyasema masikioni mwa watu wako na masikioni mwa vijana wetu ambao tunakusudia kuwaunganisha kama mke na mume. Baba, katika jina la Yesu, maneno haya yabariki, yawe ushuhuda kwa wababa na wamama na vijana na wazee wote ambao wameshuhudia katika ibada hii ya ndoa takatifu. Tunakataa mambo ya aibu na roho za mashetani zisifanikiwe juu ya wote waliosikia maneno haya. Naomba yawavuvie roho ya ushindi katika maisha matakatifu ya wokovu. Ubarikiwe Mungu uliye hai na ambaye uko pamoja nasi. Endelea kutusaidia katika ibada hii, ukiendelea kuduhudumia kwa ushindi. Katika jina la Yesu Kristo Mungu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Sasa tuwaombe wasimame waje hapa mbele tuweze kuwaunganisha. Amen. Wapenzi wangu, tumekutana hapa leo mbele ya Mwenyezi Mungu na mkutano huu ili kuunganisha mwanamke huyu na mwanaume huyu katika ndoa takatifu ambayo imesifiwa na Mtume Paulo kwamba iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo haifai mtu yoyote kuingia katika hali hiyo kwa haraka ama kwa kutokufikiri, bali kwa utaratibu katika kumcha Mungu. Watu hawa wawili wataka sasa kuingia katika hali hiyo takatifu, na mtu yeyote akiweza kuonyesha sababu ya haki, watu hawa wasiunganishwe kwa halali, aseme sasa. Hayupo eti basi anyamanze milele. Kama mtakavyojibu katika siku ya hukumu ya kutisha, ambapo siri zote za mioyo tafunuliwa, na wataka ninyi mkiri sasa, mmoja wenu kama anacho kizuizi cha kuwazuia msiunganishwe kwa halali katika hali takatifu ya ndoa. Kwa kuwa jueni sasa kwamba watu waunganishwao kwa njia isiyoamuliwa na neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu, na ndoa yao si halali. Play God. Wapenda kuwa na Edita awe mke wako wa kumuoa,
mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda na kumheshimu, utamlinda na kumtunza katika hali yoyote ambayo Mungu atawaweka, na wengine utawaacha na kuwa na yeye peke yake siku zote mtakazoishi nyote wawili. Ndio. Amen. Mimi pray good. Na kupokea wewe Edita. Na kupokea wewe Edita. Uwe mke wangu wa halali. Uwe mke wangu wa halali. Kuwa nawe siku zote kutoka leo. Kuwa nawe siku zote kutoka leo. Katika hali zote ambazo Mungu atatuweka. Katika hali zote ambazo Mungu atatuweka. Nitakupenda na kukulinda siku zote. Nitakupenda na kukulinda siku zote. Tutakazoishi sote wawili. Tutakazoishi sote wawili. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Amen. Mimi Edita. Mimi Edita. Na kupokea wewe Play. Na kupokea wewe Pray God. Uwe mme wangu wa halali. Uwe mme wangu wa halali. Kuwa nawe siku zote kutoka leo. Kuwa nawe siku zote kutoka leo. Katika hali yote ambayo Mungu atatuweka. Katika hali yote ambayo Mungu atatuweka. Nitakupenda na kukutii. Nitakupenda na kukutii. Siku zote tutakazoishi sote wawili. Siku zote tutakazoishi sote wawili. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Amen. Yesu asifiwe. Wewe huwezi ukaona kwa sababu uko mbali, lakini hii pete ilikuwa imebebwa na begi hili. Unaliona we mwenyewe? Sio la kawaida eti. Hey. Alafu nayo hii pete ni ya duara. Bwana Yesu asifiwe. Kuonyesha mfumo wa upendo wake hauna mwisho. Utakuwa unazungukia hapo hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitampa ili aweze kumvika. Tuzishike sheria za Mungu, tutapona tutapona. Pete hii kwa kweli ninyi mko mbali, lakini ni kiwanda kile kile. Bwana Yesu asifiwe. Kudhibitisha naye hayuko nyuma. Vile vile ambavyo player alivyosafiri mpaka kaipata, na yeye alisafiri mpaka kaipata. Sasa tutampa Edita ili aweze kumvika player. Tusisikilize walimwengu. Amen. Hawana wema. Pete hizi ziwe ukumbusho kwenu siku zote kwa nadhiri hizo mlizoziweka siku hii ya leo. Tena ziwe alama ya upendo wenu ambao mnapendana. Nyosheni mikono huku. Baba Mungu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, tunawaweka wakfu mikononi mwako wanao hawa kwa kuwaunganisha kwa ndoa hii takatifu. Kwa neema yako ya pekee tunawabariki kwa baraka za kiroho na baraka za kimwili. Mkono wako wenye nguvu kawafunike na kuwatunza. Mungu kawape neema ya kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna kazi yoyote au roho iliyo kinyume na mpango wa Mungu juu yao, hiyo tunaivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu, ikavunjike na kukosa utendaji. Mungu wa neema zote na Mungu wa baraka zote, tunawatakia baraka. Bwana wa majeshi, wakapate watoto wa kiume na wa kike, na neema nyingi za mafanikio zikawepo juu yao
kwa ushindi mkuu wa nguvu ya msalaba. Baba, tumewabariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Aliwaunganisha Mwenyezi Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa kuwa Play God na Edita Joakim wamekubaliana katika ndoa takatifu, nao wamekiri hayo mbele za Mwenyezi Mungu na mbele ya mkutano huu, kwa mamlaka niliyopewa kama mtumishi wa Injili na mamlaka ya nchi yangu, natangaza kwenu ya kwamba kuanzia leo hao ni mume na mke, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho awabariki, awalinde na kuwaweka salama. Kipindi hicho naomba Mkolani Gospel tuje hapa mbele tuimbe wimbo mmoja. Jamani, sasa hivi sio play. Wewe unaita play? Ita Mr. Pray. Alafu editor usite tu edit, ita Mrs. Pray. Jamani, makofi na vigeregere. Yaani play haamini macho yake, lakini ndivyo ilivyo. Mkolani Gospel, karibuni. Vigelegele kwa Yesu. Dawa ya ndoa ni upendo, dawa ya ndoa sameana, dawa ya ndoa uvumilivu, dawa ya ndoa dawa ya ndoa ni upendo, dawa ya ndoa sameana, dawa ya ndoa uvumilivu, dawa ya ndoa Vigelegele kwa Yesu. Shukuru kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya ibada ya ndoa. Tunalibariki jina lako na kulitukuza Bwana. Ni wakati mwingine tena tunakwenda kubariki kwa ajili ya sadaka, kwa ajili ya kukamilisha ibada hii ya ndoa. Mungu, naomba ukambariki kila anayekwenda kunyosha mkono wake kutolea.
ukamtetee na kumsaidie katika mambo yote. Ubarikiwe mfalme mwema, maana anakwenda kujitukuza kupitia sadaka hizi, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amina. Malaika juu mbinguni, wazee 24 wenye uhai wanne wanakusifu Bwana. Malaika juu mbinguni, wazee 24 wenye uhai wanne wanakusifu Bwana, wakizunguka kiti chako cha enzi. Wakisema usifiwe milele yote, wakizunguka kiti chako cha enzi. Wakisema usifiwe milele yote. Usifiwe, usifiwe Bwana, usifiwe Bwana, usifiwe, usifiwe, usifiwe Bwana, usifiwe, usifiwe Bwana, usifiwe Bwana, usifiwe, usifiwe, usifiwe Bwana, Jehova, usifiwe Bwana. Ni wakati wa sadaka. Usifiwe Bwana, usifiwe, usifiwe, usifiwe Bwana, usifiwe Jehova, usifiwe Bwana, usifiwe Bwana, usifiwe, usifiwe, usifiwe Bwana. Mbinguni wanakusifu na duniani kote, na sisi hatuachi kukusifu Bwana. Mbinguni wanakusifu na duniani kote, na sisi hatuachi kukusifu Bwana. Ulituumba sisi wanadamu kwa mfano wako mwenyewe, ukatupa uwezo na nguvu tuvitawale vyote. Ulituumba sisi wanadamu kwa mfano wako mwenyewe, ukatupa uwezo na nguvu tuvitawale vyote. Pazako na viumbe, usifiwe Bwana, usifiwe Yesu, usifiwe, usifiwe, usifiwe Bwana, usifiwe Bwana, usifiwe Bwana, usifiwe, usifiwe, usifiwe Bwana, tunakutukuza, usifiwe Bwana, usifiwe Bwana, usifiwe, usifiwe, usifiwe Bwana, usifiwe, usifiwe Bwana, usifiwe, usifiwe Bwana, usifiwe, usifiwe, usifiwe Bwana. Wema wako wa ajabu hatuwezi elezea, watupa uzima, watupa afya, wote ni wema wako. Unatulinda, unatutunza chini ya mawazo yako. Hakika Bwana peke yako wastahili sifa. Wema wako wa ajabu
Yesu. Makofi mengi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa wakati huu ni mkaribishe Mr. and Mrs. Playguard pamoja na msafara wake ili waweze kukabidhiwa vyeti vyao, yani kwa maana kwamba wameshinda. Makofi na vigelegele kipindi wananyanyuka. Karibuni sana hapo mbele. Baada ya kuwaunganisha sasa ndoa yao takatifu, ni haki yao kupokea shahada ya ndoa. Bwana asifiwe sana. Yaani ni muhimu kwa sababu leo ni leo. Sasa nitawapa shahada zao, lakini pia watawashuhudia. Amen. Kwa uzuri kabisa. Asante. Askofu anamshika mkono, ni neema iliyoje. Bibi harusi naye anakabidhiwa cheti chake hicho cha ndoa. Vizuri kabisa, kwa heshima kubwa, pia kwa heshima ya kanisa na kwa heshima ya Mungu pia. Basi naomba vinyosheni juu. Jamani, makofi na vigelegele kwa vyeti hivyo. Inaonyesha ni jinsi gani kijana amejitunza na binti amejitunza mpaka kufikia siku ya leo. Ndio wako makini kabisa, wanasogeza kwa karibu ili kwa na uhakika kwa mambo. Amen. Mungu awabariki. Joko ushindi. Naona mama mzazi wa mgeni pia anakuja. Naomba tusimame. Mr. Praise za yake mwingine naye anapita. Anamwambia bwana shemeji karibu. Karibu. Shemeji yake mwingine anamwambia karibu shemeji. Aha. 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 Mama zetu wapendwa watu wazima. Zakayo, leo namwambia niko nyuma yako rafiki yangu. Niko nyuma yako my brother, ninakuja. Zejoni. Mama Rosi. Mama, madam. Jamani, makofi na vigelegele kwa vijana wetu. Twende makofi ya juu namna hii. Twende. 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 Pigana kwa vigelegele kidogo. Vigelegele tena. Asante. Asante. Basi bila kupoteza muda na wakati, niombe kama kuna mwenyekiti wa kamati.